wapo ambao mitandao hii pia ya kijamii, unafahamu ukiingia sasa hivi kila kitu unapata kwenye mitandao. Yako yale mazuri, lakini pia yako ambayo si mazuri kwenye jamii yetu. Kwa hiyo unaweza kukuta pia kwa kupitia pia mitandao hii watoto wakajifunza mambo mengi na wakajikuta wameingia kwenye mahusiano kwa pressure tu ya mitandao pia ya kijamii. Lakini pia makundirika. Utakuta mwingine anaona wenzangu wana marafiki na nini, na watu na mimi niwe na marafiki, wanajikuta tu wameshaingia kwenye makundirika ya unakuta mtoto mdogo bado, lakini sasa kwa kuwa akikutana na wenzake, na mimi na boyfriend, mimi na girlfriend, na yeye anaingia huko, mwisho wa siku unakuta ameshapata ujauzito, anajikuta naye tayari ameingia kwenye ile kundi la single mother. Lakini wapo wale ambao wakati mwingine mnafahamu pia hali ya maisha wakati mwingine masuala ya kiuchumi, mwingine anajikuta anaingia kwenye mkumbo huo au kwenye kundi hilo, na kundi hilo linaweza kuwa linaongezeka pia kutokana pia na sababu mbalimbali za kiuchumi. Gharama za maisha zinapoongezeka, ada za watoto au nini, anaweza kujikuta pia anaingia kwenye mambo ya namna yanayofanana na hayo. Lakini pia kuna wanawake wengine wameamua tu kujiamulia wenyewe kwamba sasa unajua sasa kuna mambo ya wanasema kujiamulia mambo bila kufuata utaratibu. Mwingine hao anaamua tu kwamba mimi nimeona mbona familia fulani ni kapo, lakini au ndugu yangu aliwahi kuolewa au aliwahi kuoa, mwisho wa siku wakazinguana, waache na mimi niamue kujiamulia kuishi mwenyewe. Kikubwa nina kazi yangu, nina ajira na nini, nipate tu mtoto wa kuni keep busy hapa nyumbani, na mimi angalau nionekane mwanamke kwenye jamii. Anaamua tu kujiamulia mwenyewe kuwa single kutokana na mambo ambayo pengine alishayaona pale ni hasi kwa kapo ambazo zilizomtangulia walizoziona. Kwa ziko sababu nyingi mbalimbali ambazo zinapelekea watu kuwa single mother. Lakini pia naomba niweke tu angalizo kwamba kuwa single mother sio dhambi, lakini kusudi la Mwenyezi Mungu na kwa tamaduni zetu za Kiafrika inapendeza baba mama kulea watoto, kulea familia, na athari zake pia zinakuwa kubwa. Tunaona kwamba mama anapolea peke yake watoto, kwanza wewe mwenyewe wakati mwingine anaweza kumpelekea pia hata kuwa na msongo wa mawazo kwa sababu hana mtu wa kumshirikisha. Unajua ukiwa na mtu yuko nyumbani, hata kama wanaita mwanaume suruali, lakini si lugha nzuri kuwaita hivyo, lakini mwanaume yote ana thamani, na anapokuwepo kwa kweli kuna yale ya kushauriana na nini kuliko kukaa mwenyewe. Inaleta msongo wa mawazo na mwisho wa siku inapelekea kuwa na pressure na nini, na mambo ambayo ya kiafya. Unakuta unapunguza siku zako za kuishi. Kwa kuwa na mwenzi, kuwa na mtu ni kusudi la Mwenyezi Mungu, lakini pia ni swala pia la kisaikolojia, unakuwa sawa. Lakini swala lingine pia, watoto wanapokuwa si kitu kizuri sana, lakini ikitokea sasa kuna namna. Ila watoto pia wanapokaa na mzazi wa upande mmoja au mama peke yake, wakati mwingine wanakuwa na shida tu za kisaikolojia. Watoto wanapenda kuona baba yupo, mama yupo, wasikilize na vitu vya namna hiyo. Lakini pia sasa hivi lifestyle unaona imebadilika sana. Utakuta mwingine mwenzi anafanya kazi mbali, mkoa mwingine anafanya kazi sehemu nyingine. Hiyo nao pia inapelekea kuwa na familia haikai pamoja, ikazungumza, ikakaa na watoto, ikakaa na mabinti, labda wameshapevuka na vitu vya namna hiyo, na kuzungumza nao. Hii masuala ya ajira na nini kuwa mbali, wakati mwingine pia inapelekea kutoa mwanya sasa wa vijana kujiingiza kwenye mikumbo ya namna hiyo. Zipo sababu nyingi sana.